waziri wa education, hii mchezo mko nayo katika hii serikali ya Kenya kwisha, lazima iishe. Huwezi sema school fees ya secondary school italipwa direct to e-citizen. Hapa Nguluni imejengea hawa wazazi shule, kuko na headmaster. Kuna mzazi ambaye ana payslip, anachukua kondoo yake anapelekea administrator hapa. Hiyo kondoo itaingia e-citizen namna gani? Kuna mzazi anatoa kuni anapeleka shule, na si hapa Nguluni peke yake, Kenya mzima. Kuni ili mtoto asome. Unataka huyo headmaster, huyo principal achukue kuni aweke kwa e-citizen namna gani? Kuna mzazi anajitolea aende akakue watchman kwa shule, na mshahara yake ndio karo ya mtoto wake kwa hiyo shule. Unataka huo mzazi alipe e-citizen ama achukue huyo mtoto aweke kwa e-citizen? Kenya jamani, it does not make sense. Principals run schools using the levies and fees which they charge parents. Na alafu mnaambia principals in Kenya the fee to go to e-citizen because of accountability and for transparency, alafu a principal atakuwa anajaza form ili pesa irudishwe shule apate pesa, na nyinyi wenyewe mnasema hamna pesa. This is a country of 52 million Kenyans. We must accommodate each and every Kenyan, mpende msipende. It is very unfair. On a democratic country, our own president wakes up and says Kenya is a free visa country. Kuanzia January, ni wasichana wangapi wamewawa na watu hatujui? Wametoka wapi? Kwa sababu tumefanya Kenya kuwa kijiji ya ile chokora, ile mtu yoyote akona kichwa mbaya anakuja kuingia, atujui ni nani, ako wapi, na akiadaa wasichana wetu anaua na anarudi kwao bila sisi kujua. We must repeal as a country. And I want to urge Parliament, once we resume next week, we have a negotiation to repeal the pronouncement which was banned by William Samoei Ruto on 12 December that Kenya is a free visa country until we put measures to protect the girls and women of Kenya by the government of Kenya.